yaonapo mbio zako, naiona Tanzania mpya. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, songa mbele. Hongera WCF, songa mbele. WCF, hongera. WCF, hongera. WCF, hongera. WCF, hongera. Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye mfululizo wa vipindi vya kurasa za WCF. Leo tunaangazia huduma za matibabu na utengemao, zikiwa ni huduma muhimu zenye kusadifu mafao yanayotolewa na WCF. Wengi wanatamani kujua, je, kupitia WCF mfanyakazi anapata huduma gani zinazoambatana na mafao yake ikiwa ataugua au kupata ulemavu mahali pa kazi? Dr. Abdusalam Omar, yeye ni mkurugenzi wa huduma za tathmini, na hapa anatufungulia ukurasa wa kwanza kwa kutujuza huduma za matibabu na utengemao zinazotolewa kwa mwanachama wa WCF. Tunaposema huduma ya matibabu, ndani yake kuna huduma kadhaa, ikiwepo huduma ya kumsafirisha mgonjwa, tunaita ambulance services. Unamsafirisha mgonjwa kutoka katika eneo la ajali mpaka katika kituo cha karibu ambacho ataenda kupata matibabu au atapata huduma ya kwanza. Lakini vile vile kumsafirisha mgonjwa ambaye ni mahututi kutoka katika kituo kimoja cha afya mpaka kwenda katika kituo kingine. Huduma nyingine ya matibabu inayotolewa ni pamoja na kumuona daktari, tunaita consultation. Lakini vile vile uchunguzi wa kimaabara, uchunguzi wa kiradiolojia, lakini vile vile uchunguzi wa kuchukua sehemu ya nyama katika mwili, yani kinyama, tunaita kitaalamu biopsy. Hizo zote ni katika sehemu ya huduma za matibabu zinazotolewa na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Katika huduma hii mfanyakazi anaweza akapata huduma ya matibabu ya ziada, kwa maana pale ambapo atakapokuwa anahitaji kurudia matibabu, basi atapata hayo matibabu, tunaita remedial treatment. Lakini huduma ya uuguzi na huduma ya viungo bandia. Hii huduma ya viungo bandia kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa ni sehemu ya huduma ya utengamao wa kimatibabu, yani tunasema clinical rehabilitation. Pale ambapo mfanyakazi amepata ajali ikapelekea aidha kukatika mkono au kukatika mguu, akahitaji kuwekewa mguu wa bandia au mkono wa bandia, basi kwa kupitia hii huduma ya matibabu inayotolewa na mfuko ataweza kupata hivyo viungo bandia. Na kwa mfanyakazi ambaye amepata ugonjwa, aidha labda amepoteza usikivu, akahitaji kuwekewa vifaa vitakavyomsaidia kuweza kusikia, yani hearing aid, na yenyewe inachukuliwa kama ni sehemu ya viungo bandia ambavyo wanapopatiwa mfanyakazi. Ili mfanyakazi aweze kupata huduma hii kuna vigezo. Na kigezo cha kwanza kabisa ambacho kikubwa ni kwamba mfanyakazi amepata ajali au magonjwa yanayotokana na kazi. Lakini atakapokwenda hospitali, basi aende na fomu iliyojazwa ya taarifa ya tukio la ajali, tunaita WCN1, awe na kitambulisho chake cha kazi. Hivyo ndio vigezo vya msingi ambavyo vinavyotumika kwa ajili ya yeye kuweza kupata huduma. Sasa hivi taarifa ya ajali inaweza ikatolewa kupitia mtandao. Kwa hiyo mwajiri ambaye amejisajili kwa njia hii ya kupitia mtandao, ni kwamba atakapoijaza kwa njia ya mtandao, basi hiyo taarifa moja kwa moja itakuwa imefika hospitali. Kuna taratibu ambazo mfuko umeweka, au kuna njia kubwa tatu ambazo mfuko umeweka kumsaidia huyu mfanyakazi kuweza kupata hii huduma ya matibabu. Njia ya kwanza ni kutumia makampuni ya bima ya afya ambayo mfuko umeingia nao mkataba. Njia ya pili ni kwa kutumia watoa huduma, yani vituo vya afya ambavyo navyo mfuko umeingia nao mkataba. Na njia ya tatu ni kwa kutumia waajiri au mfanyakazi ambaye atakayekuwa amejihudumia, na kisha baada ya hapo akaleta vielelezo vikafanywa uhakiki na atarudishiwa zile gharama ambazo alizokuwa amezitumia. Sasa hii njia ya kwanza ya kutumia makampuni ya bima ya afya, kuna kampuni kubwa tatu ambazo mfuko umeingia nazo mkataba, ikiwepo kampuni shirika la bima la taifa la afya NHIF, lakini taasisi ya Assemble Limited, lakini vile vile na kampuni ya Strategies Tanzania Limited. Hizi ni kampuni ambazo wao bila ya kujali
kwamba mwanachama ni katika wanachama wao ama sio, ili mradi tu huyo mfanyakazi ni mwanachama wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, basi atastahili kupata huduma kupitia utaratibu huo. Utaratibu wa pili, kama ambavyo nilivyokuwa nimeutaja, ni wa kupitia vituo vya afya vyote ambavyo mfuko umeingia navyo mkataba. Mfano, hospitali ya taifa ya Muhimbili, hospitali ya mifupa ya Moyo, hospitali ya saratani ya Ocean Road, hospitali ya moyo ya JKCI, hospitali zote za rufaa zilizopo za kanda, lakini hospitali za rufaa za mikoa zote mfuko umeshaingia nazo mkataba na zitakuwa ziko tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya matibabu kwa mfanyakazi ambaye amepata ajali au ugonjwa unaotokana na kazi. Naam, tumesikia huduma za matibabu na utengemao zinazotolewa kwa mwanachama wa WCF. Na sasa wengi tuna shauku ya kufahamu kuhusu fao la ulemavu wa kudumu na fao la ulemavu wa muda yanayotolewa kwa wanachama wa WCF. Dr. Matilda Ruzimamayila, yeye ni afisa tathmini madai kutoka WCF, na hapa anatujuza kuhusu mafao hayo. Mafao ambayo yanalipwa na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, mojawapo ni fao la ulemavu wa kudumu na pia fao la ulemavu wa muda. Katika fao la ulemavu wa muda ni nini? Ni pale ambapo mfanyakazi au mnufaika anashindwa kutekeleza majukumu yake kwa 100%. Kwa hiyo inawezekana huyu mnufaika amelazwa wodini au yuko exempted from duty, yani hawezi amepewa ruhusa ya kutofanya kazi, au amepewa light duty, yani anaruhusiwa kufanya kazi nyepesi. Hizo zote tunafidia. Kuna wale ambao asipoenda kazini basi haingizi siku, kwa sababu analipwa kulingana na ameenda kazini siku ngapi, au siku anayoingia ndo ambaye analipwa mshahara. Kwa hiyo akilazwa mwezi mzima, maana yake amepoteza kipato chake cha mwezi mzima. Kwa hiyo sisi tutaendelea kumlipa wakati yuko nje ya kituo cha kazi, as long as either amelazwa au ana ED au ana light duty. Kwa hiyo kama umelazwa mwezi mzima, kwa hiyo utalipa 70% ya ule mshahara wako. Kwa kama ulazwa siku 30, tutazidisha 30. Kama ulazwa siku 7, tutazidisha mara 7. Tutakurudishia. Mtu anapokuwa labda amepata ulemavu wa muda wa kiasi, ni kitu gani? Ni pale ambapo umeshalazwa wodini, umeruhusiwa, umepewa labda ED zako, umemaliza. Sasa daktari anakuambia unaweza kurudi kazini, lakini sio kwa 100%. Unaweza kutekeleza majukumu yako, lakini labda uende kazini nusu siku au ufanye kazi nyepesi. Kwa hapo bado kuna upotevu fulani hivi wa kipato. Sasa kuna fao la ulemavu wa kudumu. Linalipwa pale mtu ambako anakuwa amemaliza matibabu, au Kiingereza wanasema maximum medical improvement, amefika ukomo wa matibabu, ambako sasa hivi sheria imetupa miezi 24, au mkurugenzi mkuu anaruhusiwa kuongeza miezi 6 zaidi pale ambapo daktari ataona kwamba huyu mnufaika akiendelea na matibabu kuna nafuu ataipata na itapunguza asilimia yake ulemavu, kwa sababu lengo la mfuko pia ni kurudisha nguvu kazi kwenye jamii. Sasa fao la ulemavu wa kudumu pia unaweza kulipwa kwa aina mbili. Kuna la mkupuo na ya kila mwezi. Mkupuo ni pale ambapo umepata 1% mpaka 30%. Hiyo utalipwa kwa mkupuo. Ila kama umezidi 30%, hiyo utalipwa kila mwezi. Hiyo utapokea maisha yako yote. Macho yangu yaonapo mbio zako, naiona Tanzania mpya. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, songa mbele. Hongera WCF, songa mbele. WCF, hongera WCF, hongera. Mtazamaji, unaendelea kufuatilia kurasa za WCF, kipindi maalum kilichoandaliwa na kuletwa kwako na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF. Hapo awali tumekufungulia kurasa chache za WCF, ambapo umeweza kufahamu huduma za matibabu na utengemao zinazotolewa na WCF, sambamba na fao la ulemavu wa kudumu na fao la ulemavu wa muda. Je, watoa huduma za matibabu na utengemao wanasemaje kuhusu huduma wanazotoa na mashirikiano yaliyopo baina yao na WCF mpaka sasa? Majina naitwa Dr. Paul Kazungu. Ni daktari katika taasisi ya tiba ya mifupa Muhimbili, yani MOI. Kazi yangu ni kuhudumia wagonjwa, lakini pia nimekuwa nikihusika na kuhudumia wagonjwa wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, yani WCF, kwa kipindi kirefu, na nafahamu mengi kuhusiana na huduma za mfuko wa
fidia kwa wafanyakazi yani WCF. Taasisi yetu ya tiba ya mifupa Muhimbili yani MOI imekuwa ikitoa huduma mbalimbali kwa makubaliano na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi yani WCF, ikiwemo huduma za upasuaji, huduma za physiotherapy yani mazoezi tiba, huduma za viungo saidizi, wengine wanaviita viungo bandia, kwa watumishi ambao ni wanachama wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ambao wamepata ajali kazini au ambao wamepata ugonjwa utokanao na kazi. Kwa hiyo taasisi imekuwa ikiwahudumia katika maeneo hayo muhimu sana na wamekuwa wakipata kunufaika vizuri sana. Ushirikiano wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi yani WCF pamoja na taasisi ya tiba ya mifupa MOI umekuwa na tija sana, hasa kwa watumishi, kwani si tu wanapata matibabu kwa urahisi, lakini pia huduma zao zimekuwa ni rahisi sana na ni rafiki, na pia zimeondoa changamoto hata kwa waajiri wao, kwa sababu awali ilikuwa ni lazima mwajiri aambatane na mfanyakazi kuja kuhakikisha anapata matibabu na anatoa labda pesa zake mfukoni au kwenye vyanzo vingine, lakini sasa hivi ushirikiano huu umeondoa kabisa changamoto hiyo na watumishi wananufaika, na mwisho wa siku akishamaliza matibabu amepona kabisa, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi unazo hatua zingine za kuweza kumfanyia fidia mtumishi huyo. Kwa hiyo unaona ni tija kubwa sana ambayo imepatikana kwa watumishi, si tu wa makampuni binafsi, hata taasisi za umma na mashirika mbalimbali yananufaika kwa kiasi kikubwa sana. Idadi ya wanufaika au wanachama wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ambao wameshawahi kupata huduma kwa taasisi yetu ni wengi. Kwa wastani kwa mwaka tunahudumia wanufaika kati ya 7,500 mpaka 8,000. Kwa hiyo utaona kwa kipindi chote ambacho tumeweza kuanza na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ni wanufaika wengi sana ambao wameweza kupata huduma katika taasisi yetu, na wamepata huduma sio tu katika huduma ya upasuaji, lakini pia WCF inatoa huduma nyingi ikiwemo mazoezi tiba, na tunawafahamu kadhaa ambao wanatokea mbali. WCF imekuwa ikiwasapoti hata nauli za kutoka wanakotoka wanakuja kupata matibabu, na wanafurahi kusema ukweli kuwepo kwa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Taasisi ya tiba ya mifupa MOI ina makubaliano maalum na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi yani WCF. Kabla ya mgonjwa kupata matibabu katika taasisi yetu, ni lazima kampuni au eneo analofanya kazi liwe ni mwanachama wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi yani WCF, na mara anapopata tatizo la kuumia kazini anatakiwa ajaziwe fomu maalum na mwajiri wake, fomu ya notification ambayo ni maarufu kama WCN1. Ile fomu inapojazwa inamtaarifu WCF kwamba mtumishi ameumia kazini akiwa katika kutekeleza majukumu yake. Hiyo fomu nakala yake ndio tunaitumia kwa ajili ya kuweza kutambua kwamba huyu mteja ama huyu mgonjwa ameumia kazini, nasi tunawasiliana na WCF kuweza kujua kama ni kweli huyu mwanachama yuko kwenye mfumo wa WCF kuweza kupata huduma kwetu, kwani WCF kwetu ni kama bima. Mgonjwa anapokuja anatibiwa, baadaye WCF na MOI wana makubaliano maalum ya kuweza kulipana kwa ajili ya matibabu ya huyo mgonjwa, na mtumishi huyo hatakiwi kulipia chochote kama tayari ni mwanachama wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Kwa majina naitwa Ruth Onesmo, ni kiongozi katika idara ya viungo tiba na viungo bandia katika taasisi ya CCBRT Dar es Salaam. Katika idara yetu tuna deal na utoaji wa huduma za utengemao, ambapo tunatoa viungo bandia, tunatoa tiba kwa mazoezi tiba ya viungo, lakini pia tunatoa huduma za fizioterapia. Lengo la WCF ni jema na zuri, na lengo ni kufanya hawa wanufaika wa mfuko huu waweze kupata muendelezo wa shughuli zao za kila siku. Kwa hiyo na sisi kama taasisi ya CCBRT, lengo letu pia ni hilo, kuendelea kuwawezesha hawa wateja ambao wamepata madhara kazini
waweze kurudi katika shughuli zao za kila siku. Kivipi? CCBRT tunatambua kwamba na lengo letu ni kufanya watu waliopata ajali kazini waweze kurudi na kuendelea na kazi zao za kila siku. Kwa hiyo tunapowapokea hawa wateja kutoka WCF, tunaangalia wana uhitaji gani, lengo likiwa kama ni ulemavu kuwarudisha waweze kurudi katika shughuli zao za kila siku, hata kama sio ile ambayo alikuwa anaifanya mara ya kwanza, lakini aweze kurudi kazini na kuendelea kupata kipato, kuendelea kutunza familia zao au kujitunza wenyewe. Kwa hiyo huo ni ushirikiano ambao CCBRT na WCF unao. Lengo ni kumwezesha yule mteja aweze kurudi katika shughuli zake za kila siku. Wateja wakitoka WCF kuna aina mbili. Anaweza akaja na form physically, ataanzia mapokezi, atafunguliwa encounter ya siku hiyo, atakuja kwetu, tutampatia huduma, na baada ya huduma ile form kuna mahali pa mtaalamu kuijaza, atajaza na ataendelea na huduma kama kawaida. Aina ya pili, ile fomu itatumwa kwenye email direct kutoka WCF, kwa sababu wakati mwingine mteja anakuja kutoka mkoani na hata fikia WCF, atakuja moja kwa moja hapa. Akija, kwa sababu tayari tumeshatumiwa ile fomu na ninakuwa nimepatiwa taarifa kuna wagonjwa wangapi watakuja. Kwa hiyo akija, tunachofanya tutaiprint ile fomu, tutamregister mgonjwa na kumwelekeza sehemu ambayo anatakiwa kwenda, kama ni kwenye huduma za utengamao au ni kwenye macho au ni kwenye mifupa au ni kwenye mionzi na pengine popote ambako mgonjwa atastahili kwenda kufika. Mtazamaji, tumewasikia wadau wanaoshirikiana na WCF katika kutoa huduma za matibabu na utengemao kwa wanachama wa mfuko huu ambao ni wafanyakazi. Hebu tusiandikie mate na wino ungalipo, tusikie kutoka kwa miongoni mwa wanachama ambao wamenufaika na huduma hizo sambamba na faulu la ulemavu wa muda na ulemavu wa kudumu baada ya kupata ajali wakiwa kazini. Kwa majina anaitwa Mudi James Magori, ni mkazi wa Morogoro. Nafanya kazi katika kiwanda cha 21st Century kilichopo Morogoro. Nilikuwa na operate machine. Ilitokea sema kama hitilafu kidogo ambayo ilisababishia mimi kama nimenasa mkono kwenye mashine. Maana ilikuwa kama najaribu kusave tatizo lililokuwa kwenye nguu ambayo nilikuwa na operate. Ilishtukia mkono mimi mwenyewe umenasa kwenye ile mashine. Pasipo kutarajia hiki wala kile, na mimi nikashtukia tu mkono umenasa. Ndio nikajaribu kuomba msaada kwa wenzangu. Ndio walikuja kunisaidia ili hali, lakini mkono kosha kuwa katika hali mbaya. Mimi nilikuwa natibiwa katika hospitali ya mkoa wa Morogoro ambapo nilipata changamoto ile, lakini WCF ndio walishiriki katika matibabu yangu kwa 100%. Ndio wamejaribu kunisaidia masuala yote, na hapo waliniahidi kwamba watanipatia kiungo cha mkono. Daktari alikuja kunipima pale WCF ya mkoa wa Morogoro, akanipima, akaniangalia maendeleo yangu ya mkono ninavyoendelea, kaona kama maendeleo yako sawa. Baadaye alinipigia simu, akaniambia kwamba utachagua sehemu ambapo utaelekea, KCMC Moshi au Dar es Salaam. Kwa sababu mimi niko Morogoro pale na nina familia karibu, nikaona kwamba bora Dar es Salaam. Ndipo akanielekeza basi utaenda Dar es Salaam pale CCBRT ukapate maelekezo vizuri pale, ukapimwe mkono wako upatie. Taratibu zote nilizozipitia, nahisi kama kuna fomu ambazo zilitoka WCF. Unaanza kuzijaza ukiwa bado unaendelea na tatizo lako kwamba una matibabu, lakini unatakiwa usijaze zile fomu. Zile fomu nimezijaza nikiwa bado na matibabu, nikawasilisha ofisini WCF. Lakini kila napoenda pale nilikuwa napewa maelekezo kwamba kuna hiki na hiki, unapoenda kama ni clinic kwenda kusafisha unatakiwa ujaze fomu ya design hii. Kwa hiyo nilikuwa napita pale nachukua zile fomu, au wananipa fomu kama za siku 4 au 5 au wiki nzima, naenda nazo. Kwa hiyo kama ninapoenda kusafisha naenda kuonana na daktari, anazijaza zile fomu narudisha ofisini. Kwa hiyo ndo hizo fomu ambazo zilizokuwa zinasaidia mimi naonekana kama vile kweli na hudhuria kliniki na hao wanatambua kweli huyo mtu yuko serious. Sina cha kuongea zaidi, maana nilichokipata mimi naona kama vile sijapata kwamba sijahangaika sana.
naona swala langu limeenda direct, ingawaje ile na kambali, lakini angalau mwanga unaonekana kwamba kuna kitu hakika. Kwa majina, mimi naitwa Godlove Betton Kishimbo, ni mfanyakazi wa International Dairy Product Tanzania Limited iliyoko mkoani Arusha, mtaa wa Unga Limited viwandani. Mimi ni dereva na ni fundi wa magari. Sasa tatizo lilitokea kwamba gari iliharibika gearbox, kwa nikawa niko chini ya uvungu magari nikiwa natengeneza ile gearbox. Sasa kwa juu ya gearbox, kwa sababu nimelala chini, kwa juu nikawa nimeweka nyundo. Ile nyundo ina ncha kali kidogo kwa upande mmoja. Sasa wakati natengeneza ile gearbox, kwa bahati mbaya ile nyundo ilishuka, kagonga, ikaletea maumivu kidole, kufa ganzi. Baadaye, baada ya kupata hilo tatizo, niliripoti kwanza kwa manager wa workshop, idara hii niliyoko nayo. Baada ya kuripoti, naye akapeleka ripoti kwa mkurugenzi wa kiwanda. Sasa mkurugenzi wa kiwanda akasema basi kwa sababu kidole kimeumia, natakiwa uanze matibabu. Zikachukulia hizo fomu za WCF, ziko A, B na ziko aina 3. Tukazijaza, ndio tukaenda hospitali ya Seliani kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo wakasema hichi kidole hapa kiliko kwamba kinavimbisha damu, kinatakiwa kikate. Basi wakanipeleka theater, wakasema tuwezi kuondoa kidole kimoja, tabii tuondoe vidole vitatu. Kwa operation ilifanywa 2. Wakaondoa vidole vitatu. Baada ya kuondoa vidole vitatu, nikarudishwa wodini. Nimekaa siku ya kwanza ya pili ili waje wacheki, ikawa sasa huku ndo kumekufa ganzi moja kwa moja. Kwa hiyo walivyoenda kunipima tena, wakasema huu ugonjwa uliotokea hapo unaitwa ganzi. Kwa hiyo wakasema huu mguu hapa uliko unatakiwa sasa ukatiwe hapa chini ya goti kidogo. Basi wakaukata ule mguu na nikaendelea na matibabu kwa kutumia mfuko wa huu WCF. Nikatibiwa Seliani pale mpaka nikapona, nikarudi kiwandani. Sasa nilivyorudi kiwandani, sikuweza tena kuendelea na ile kazi ya udereva wala ya ufundi. Nikarudishwa idarani kule ndani. Kwa hiyo nikawa kazi yangu ni za mikono mpaka ilipofika sasa WCF wakaniambia sasa tunaenda kukupatia kiungo bandia cha huo mguu. Basi waliandaa siku, wakaniambia niende KSMC. Na nilifika KSMC tukiongozana na madaktari wa WCF. Tukafika pale, nikapimwa, wakasema sawa, wakanipatia mguu. Kawaida unapewa kwanza mguu wa kwanza. Ule mguu wa kwanza utakaa nao miezi 3. Baada ya miezi 3, kwa sababu kuna kupungua au kuongezeka jinsi wanavyojua wao, nikarudishwa tena KSMC baada ya miezi 3. Wakaubadilisha hicho kitu alichokibadilisha. Nikaambiwa nitakaa miezi 6. Nikakaa tena miezi 6. Baada ya miezi 6, wakanibadilishia mguu, wakautengeneza, wakanipa mguu mwingine. Sasa mguu alionipa niliweza kukaa nao miaka 2 pasipo mimi kurudi tena KSMC, ambao huu nafanya kazi gari, natengeneza na mimi mwenyewe natembea. Kwa mtu ambaye hunifahamu huwezi kunigundua mapema. Unaweza kusema labda huyu mtu ana injury tu kidogo, lakini natembea vizuri. Yaani kwa WCF mimi nasema inanisaidia. Na imenisaidia vikubwa sana na naishukuru sana. Pia kunipatia hiyo mafao ambayo unapata kwa kila mwezi, angalau yanafanya mtu uwe na faraja na huu mfuko. Na kukitokea labda hata sasa hivi mguu kaniletea shida kidogo, nikawasiliana na madaktari wa WCF, wako wepesi sana kuweza kunifuata au kuniambia kwamba hebu njoo tuangalie tatizo nini na kuweza kunipa matibabu yanayostahili. Mtazamaji, leo tumefahamu mengi juu ya huduma za matibabu na utengemao zinazotolewa na WCF. Bila shaka kurasa hizi zilizofunguliwa kwako zimetoa mwanga mkubwa wa uelewa wa masuala ya fidia kwa wafanyakazi. Kwa dhati tunakualika uendelee kufuatilia vipindi hivi kila mara kupitia redio na televisheni mbalimbali zilizopo nchini ili uweze kufahamu mengi usiyoyajua kuhusu WCF. Hadi wakati mwingine, ninakukumbusha, kwa nini ufanye kazi kwa hofu wakati kuna WCF? WCF inakuhakikishia fidia stahiki kwa wakati.